Katikati mwa mtaa wa Kibokoni, wadi ya Kibarani, kaunti ya Kilifi, kuna hadithi ya matumaini, ubunifu na mshikamano wa kijamii, hadithi halisi kuhusu uchumi samawati hapa nchini Kenya. Niko katika ziara ya kukuletea wewe habari. Haya ni mandhari mazuri sana. Mandhari ya kupendeza. Mandhari ya kupendeza. Huku ni Kibokoni. Kibokoni ni mkono wa bahari. Pale Kilifi Bridge unapaona. Uko pale Kilifi Bridge on your right, kama unavuka. Huu ndio mwisho wa bahari huku. Huku ndiko watu wanafuga samaki. Samaki, kamba, crabs. So leo nakuletea nature. Nature. Jinsi gani nature Mungu alitupatia mazingara ya kupendeza sana. Hili ni shimo kubwa sana. Na in case Mungu akasirike ajaze maji hapa, watu wengi itakuwa Sodomu na Gomora. By the way, it's very serious. Hili ni shimo ambalo Mungu amepatia wanadamu wajisaidie maishani. Lakini Mungu naye ana maajabu yake. Hili shimo haliwezi jaa. Kikundi cha Umoja Multipurpose Self-Help Group kilichoanzishwa mwaka 2011 kilianza na lengo moja kuu: kuyalinda na kuyahifadhi mazingira kupitia upanzi wa miti ya mikoko. Mwanzoni kikundi hiki kilikuwa na zaidi ya wanachama 100 waliounganishwa na upendo wa mazingira yao hapa pwani. Kadri miaka ilivyopita, idadi yao ilipungua hadi kufikia wanachama 50, lakini maono yao yalizidi kuwa makubwa zaidi. Kwa kutumia fursa zinazotokana na bahari na eneo la pwani kwa ujumla, wanachama hao waliamua kuanza kufuga samaki, mojawapo ya nguzo kuu za uchumi samawati. Wakaanza kwa kutengeneza vidimbwi vya samaki kwa kutumia udongo, wakifuga samaki, kaa na kamba, na kugeuza uhifadhi wa mazingira na kuwa chanzo kipato endelevu. Mradi huu umetufungulia eneo hili. Hapo awali hatukuwa na barabara hata moja, anasema mwenyekiti wa zamani wa kikundi hicho. Leo hii tunawasomesha watoto wetu kupitia mapato yatokanayo na mradi huu. Jina yangu naitwa Michael Care, nikiwa ni mwenyekiti mwanzilishi wa huu mradi ambao tulianza 2011. Tulianza 2011 kwa lengo na shabaha ya kuanza mradi huu ni kwamba tulikuwa hapa tukifanya kazi za kuhifadhi msitu wa mkoko, lakini lengo kuu ndio hilo kwamba tulikuwa tunahifadhi msitu wa mkoko na kulinda, lakini kukaa hapa Wangwani bila chochote, mkoko unachukua muda mwingi. Kwa hivyo ikabidi tupate njia mbadala ya kuweza kutuweka tuwe hapa. Kwa hivyo tulikuwa tumeacha kazi nyingine za baharini, wengi tumeacha kazi za baharini na tukarudi kuchimba vidimbwi ili tuungane pia na wakina mama waweze kupata pia lishe zao. Kwa hivyo huu mradi kufikia sasa una muda wa kama miaka 12 sasa tangu uanze. Na kwa kweli huu mradi umeweza kuleta mabadiliko makubwa sana. Manake tukianza mradi hata barabara kulikuwa hakuna Kibokoni. Kulikuwa hata nyumba moja ya bati hakuna hapa Kibokoni. Lakini kufikia sasa utapata kila boma lina nyumba ya bati. Mambo ya makuti ni kama yameisha. Barabara imejengwa, ingawaje bado moja imalizwe ya kuingia rahisi Kilifi. Haijamalizwa, lakini tuna matumaini pia itaisha. Na huu mradi ni kama umeweza kutuletea kipato kiasi cha kwamba hata watoto wetu wameweza kujimudu kusoma. Nikitoa mfano hai ni kwamba huyu alikuwa ni mwandishi wangu tangu mwanzo, lakini alikuwa mwanafunzi wakati huo. Na huyu kwa kweli aliweza kusaidika na huu mradi kwa pesa za kumlipia pesa za mtihani. Si kwamba ni pesa yote, wazazi wake walijimudu wakajitahidi, lakini hata hivyo mradi umeweza kumsaidia na kiwango fulani cha kulipia mtihani wake akaweza kumalizia mpaka sasa ni mwalimu hivyo unavyomuona.
na bado ana ule morali wa kuendeleza huu mradi. Kwa majina naitwa Maxwell Kenga, nikiwa mwandishi wa hiki kundi chenye kinaitwa Umoja Multipurpose Self-Help Group. Mradi huu umetusaidia sana, na si wanachama peke yake, lakini kwa kijiji kwa ujumla. Nikianzia tu kwa wanachama ama kigroup, tumefaidika sana, hasa katika hizi pond zetu ama hizi madimbwi zenye tumechimba hapa. Hatujachimba hizi madimbwi bure. Kwa hivyo wanachama wamekuwa wakifanya renovation, na pia sio wanachama peke yake, kama nilivyosema mwanzoni kuwa kuna wanakijiji pia, kwa sababu kazi ya renovation huwa inakuwa nyingi sana kiasi cha kuwa hatuwezi waachia wanachama peke yake wakarekebisha hizi madimbwi. Ndo maana huwa tunaambia pia wanakijiji wajumuike nasi, na baada ya kufanya kazi tunawapatia pesa yenye wanaweza jisaidia nayo kwa siku hiyo ya leo, siku hiyo yenye watarekebisha hizo madimbwi. Wanachama mko wanachama wangapi? Umoja Multipurpose Self-Help Group ilianza ikiwa na wanachama wengi zaidi ya 100, lakini kwa sababu watu walikuwa wanataka manufaa ya haraka haraka, wengi wao walitoka. Mpaka sasa hii tumebaki na wanachama 40. Hao wanachama ni wavuvi ama ni wakaaji? Wanachama wa Umoja Multipurpose Self-Help Group kuna wavuvi na kuna wakaaji, wamechanganyikana. Okay, sawa. Mtazamaji mpendwa, hebu tuone jinsi gani kina mama hawa ama kikundi hiki cha Umoja Multipurpose huwa kinavua samaki. Mara nyingi watu wengi hawajui jinsi gani samaki huvuliwa baharini. Kikundi hiki kinavua samaki kutumia nyavu kubwa sana. Nyavu yenyewe iko na urefu kulingana na urefu wa dimbwi hili. Hebu tuende pamoja. Sasa wameingia majini na nyavu. Unaona ni jinsi gani wamejipanga, wamejitanda kidimbwi chote. Kina mama pia hawajaachwa nyuma. Wameshika nyavu. Nyavu hii ni nzito. Nyavu hii imebeba. Nyavu hii inavuruta samaki. Samaki hawa tu ni wa demonstration kwa ajili ya filamu hii tunayotengeneza. Mtazamaji, hii ni kazi kubwa sana. Uchumi samawati ama blue economy ni kazi ambayo serikali imejitia titi sana kuhusu na kuitilia mkazo kazi hii. Mlei TV imeenda mbio sana kukuletea makala haya ili uelewe nini kile kinafanyika katika uvuvi wa samaki. Wamekaribia sasa kufika mwisho wa kidimbwi. Mzee anapokezwa sasa. Yeye pia anashika nyavu na anaanza kuvuruta chini. Lazima ile kamba ya chini pia ivurutwe. Haya, wacha tuone sasa ni nini wameshika. Mtazamaji, unaanza kuona maji kirukaruka. Hale ndio samaki sasa. Haya, samaki wako pale ndani ya nyavu. Ndio hao sasa, unaona? Kitoweo kimepatikana leo. Samaki ndio hao sasa. Unaona samaki vile wanarukaruka. Na hivi ndivyo samaki hushikwa Bahari Hindi ama Bahari Kuu. Hivi ndivyo uvuvi wa nyavu kubwa huwa inafanywa. Nyavu inaweza vutwa na mashini ndani ya bahari. Zile deep sea ships natumianga mashini. Kwa bahati mbaya crab ama kaa limeuma samaki mdogo. Huyo samaki ameumia. Anajaribu kuvutwa, ndio huyo ameng'olewa, anatupwa nje because sasa huyo amekufa, haizi regeshwa ndani ya kidimbwi.
Huyo ni kaa amechukuliwa. Sasa hebu tuone samaki. Nilimwambia anishikie mmoja. Ndiye huyo anashika sasa. Unaona jinsi gani samaki yule ako na nguvu. Ako hai. Na vile ako na nguvu. Huyo aliyemshika kwa mkono ni mwalimu ambaye amesomeshwa na kazi hii. Uchumi Samawati ni project ya kusaidia ulimwengu mzima. Inahitaji msaada wa serikali, inahitaji nguvu zaidi. Usiondoke. Hii ni MTV. Naona haka kameumwa na krabu. Krabu ndiye huyu. Just imagine, huyu ndiye krabu. Ona vile ameuma. Anakula. Na hivi ndivyo krabu wanakulanga. Sasa ameuma huyu. Sasa huyu amekufa. Milkfish. Very young one. Sawa. So mtazamaji, tuko huku leo tunajifunza mengi sana. Mengi sana. Hii ni kikundi. Tuongea zaidi kuhusu interview yake. Ni kikundi ambacho kazi yake ni kulima samaki. Huyu ni mkulima wa samaki. Huyu ni pesa ngapi? Kilo yake ni akifikia labda size ya nusu kilo na kwenda juu. Unaweza muuza kwa shilingi 800 hadi 1000. Kilo moja. Sasa huyu liwa nini huyu? Huyu analiwa hizo kilos. Unavunja pale ndani ni flesh tu kwiko. Na hata pia hizi nyama. Hapo ukivunja unapata ile flesh yake hapo ndani. Lakini in most cases huyo anatengezwa sana samosa. Samosas. Yes. Kabisa. Now, hii bahari. Naam. Yatokeza wapi? Hii bahari inatokea sehemu hizo za ocean. Upande ule. Kilifi inaingia creek kwenda huko west. Imeishia huko maji baridi. Maji baridi ni gani haya? Kuna maji ya mtiririko huko yanatoka huko milimani. Milima ile? Hiyo huko nyuma kabisa. Kuna river Nzovuni huko. Na huko kuna river nyingine ni river Rare zimeungana hapo katikati. Zinamwaga maji huko. Huko. Kwa hivyo hayo maji huko ni kama yako brackish, si chumvi kabisa. Si chumvi kama haya. Na hakuna siku hapa mahali pashawahi jaa maji. Hapa kuna siku maji huwa yanajaa sana. Hata sasa hivi ni kwamba tide iko low, lakini kuna jaa maji yanaenda mpaka nyuma ya miti yote huko. Yanafika huko. Kwa hivyo hata hizi pondi saa nyingine zinakuwa flooded. Ndiposa unaona kuna hizi nets. Hizi neti ni za kuzuia samaki wasiweze kutoka nje. Lakini maji yanaweza ingia yakaenda zake. Na hawa wakaaji wa hapa kando kando huwa hawaogopi maji usiku? Wakaaji hawaogopi maji kwa sababu wanajua yanakuja kwa wakati, kwa muda fulani halafu kisha yarudi. Wakati wa El Nino kulikuwa aje hapa? Wakati wa El Nino ndio hata kuna sababu kuu ya kwamba kuna hiyo miti unakuta imemea sana mpaka karibu mashambani. Kwa hivyo ni kama kuliongezeka hii tidal area ama tidal land imeweza kuwa ndefu. Sisi kama kikundi au moja tuna intend kuweka restaurant inside the mangrove. Unaona kuna hizo posti hapa. Yes. Hamjaanza? Hoteli hatujaanza kuoperate, ni kwamba bado tunaendelea. Hata nafikiri contractor ni kwamba leo ameweza kusanyiwa cheki yake ili aweze kuendeleza hiyo sehemu iliyobaki. So hapo ndani kuna hoteli? Itakuwako. Lakini sasa posti ziko tayari, ni kwamba bado tu kule kuwezekwa sasa. Itakuwa juu ya maji? Itakuwa juu ya miti. Maji yatakuwa chini tu. Ni kama ile kule Matangoni. Kama ile tu kuna ile Mida. Kuna ile iko Dabaso pale. Dabaso ile tunaita crab shack. Crab shack. Wale ni rafiki zetu, wale ni wenzetu. Hasa kwanza hao ndio walichangia haya mawazo kwamba
tuko mbali nao na labda tunaweza iweka yetu. So hapo Kilifi ni upande huu? Kilifi ndio huo mkono wangu huo wa kuume. Kwa hivyo hii mangrove mkifuata mwisho wake utafika Kilifi. But hakuna maji saa hizi. Saa hizi kando hakuna maji. Unaweza pitia kazi. Na wavuvi wa bahari saa hizi wako pande gani? Wavuvi wa bahari wako ndani ya bahari, wako baharini wanafanya mavuvi saa hizi. Mtazamaji, hii ni hali ambayo utashangaa nayo, but it's life. Lazima watu wang'ang'ane, wanaishi baharini, lazima wakule baharini, hawezi kula nchi kavu. This is MTV. My viewers, nothing good comes easy. Yeah, nothing good comes easy. I have never been to this place, but today God is faithful. He has made it possible for... These are mangrove trees, by the way. These are mangrove trees. For those who don't know mangrove trees, this is a mature mangrove tree. A very mature one. This is over 100 years. Yeah, this is, I'm told it's over 100 years. I think you can see vile inaenda. These are mangrove tree, mature mangrove tree, very old ones. It's a good story. I will show you how people here they're preserving fish using solar energy. It's amazing. You as a person, how has this group changed your life? Personally, the group has changed my life in a way that now I'm a teacher, and I'm a teacher. It is because of the group, because it has been paying my fees, especially when my parents are unable to pay the school fees. So I used to talk to the Umoja committee to boost up or to give me the fees so that I can pay the arrears at my university. So in that case, I can say it has helped me so much. We saw that there was a need to have a restaurant here because we have been having some visitors from different places, and most of these visitors who are visiting here, they are always asking for something to eat. But then we started constructing our structure. It is somewhere there, and structure whereby we have been cooking these local dishes like boiled fish and these local foods, whereby we felt that it is not enough simply because we had been receiving several visitors in a way that we felt it is good to have a very bigger restaurant, and it is good that we got donor from, we wrote an application from KFZ, and the application went through in a way that for now there's a eco restaurant being constructed. Maybe in the new future or before this year ends, we'll be having a very good restaurant which will be serving some of the visitors who will be coming here. So how much have you received as funding from the KEMSFID? Oh, we have got 10 million from the campsite. For the CBO? For the CBO. So mnakuwa mkipata funding mara nyingi from different organizations? Yeah, we have been getting several funding. That is especially for the, we have 8 ponds, 8 smaller ponds which we got funding from Pwani University. Then we got another funding from the KCDP which we constructed 6 ponds. Then we had more 3 ponds, bigger ponds, which we got it from the Kilifi County. Yeah. I am stepping on a 10 million boardwalk restaurant which is coming up. Just imagine, a funding was given to this CBO. It started like a mangrove conserving project. It's now doing
farming of fish farming. Imagine this is a boardwalk, nice built boardwalk, somewhere hidden in Kilifi. Najua hata wengine hamjui. A 10 million fund has been given to this organization. Project imeanza, wanatengeneza eco restaurant ndani ya mangrove hapa Kilifi tu. Just imagine, hapa Kilifi tu. Leo tumefika hapa and we are happy. Maji hujaa mpaka hapa hivi, hapa kwa hii boardwalk. Maji kajaa hivi. I wish to come again when the restaurant is ready. Hebu njoo. Is the secretary a beneficiary number one of the income generated out of this organization? Imempeleka university, amemaliza university, sasa yeye ni mwalimu wa junior secondary school. Just imagine, because of the revenue generated out of this place. Do you have other CBOs around? We are having CBOs around, though the beneficiary of KEMFSED fund is Umoja Multipurpose Self-Help Group alone in Kibokoni. Hizi mashamba ziko hapa ni kama 10 na ngapi? Umoja Multipurpose Self-Help Group has a vast of land. For now, we are covering 6 acres of land. How many ponds do you have? We're having 15 bigger ponds of 30 meters by 40 meters. Do you have other groups with such ponds? We are having other groups with such ponds, but they are not in this village. We have our neighboring village here called Maya. Then we have another one called Ihaleni. All those are fish farming groups which are rearing different species of fish. Which species of fish here iko na high demand? The species with high demand is prawns, and in Umoja Multipurpose we are farming 2 types of prawns. We have a certain type called indicas. We have another type called monodon. The monodon type of prawn is very, very expensive because the small or the big one? They grow bigger. And that the is big why, dark ones. Yeah, the big dark ones. Yeah. We call them the tiger prawns. Tiger prawns. They are very expensive. They are very expensive. Kwa ile pond pale, ile ni type gani kwa pale ndani? In the same pond we have all the 2 types. When will you harvest prawns here? We are expecting to be harvesting on August, simply because during the sunny season, that is when we have high demand of prawns. But during the rain season, you know, the prawns can be gotten from the wild, and that is why when the prawns are many or the product is very, it is a lot, then the price becomes low. Kufikia sasa, umoja wa wanachama hao umekuwa mfano bora wa maendeleo ya kiuchumi yanayoongozwa na jamii. Wanachama hao wameanzisha bucha ya samaki inayoendelezwa kwa kutumia nguvu za kawi ya jua, wakiwa na majokofu ya kisasa yenye uwezo mkubwa wa kugandisha barafu, na wameweza kuuza samaki wao pamoja na samaki wanaonunuliwa kutoka kwa wavuvi wengine wa maeneo jirani. Hiki kimekuwa kituo cha biashara samaki inayoendelezwa na jamii na nishati safi. Mtazamaji, hizi ni fridge. Imagine, hizi ni fridge. 1, 2, 3, 4. Powered by solar. Those are 4 fridges powered by solar. I think you can see them. 1, 2, 3, 4. Ziko na samaki ndani. Samaki. This is what solar can do. Check here. This is converter. These are the batteries. Very interesting. Very interesting. This is a CBO in Kilifi, a place called Kibokoni. Kibokoni, kama uko kwa bridge
Either unaenda, let's say unaenda Mombasa from Kilifi town, on your right utaona vile bahari inaenda. Sasa mwisho wa hiyo bahari, that is Kibokoni, where people wanafuga kamba, samaki on fish ponds, mud fish ponds. And this is a CBO ilianza around 11 years ago. And it is doing wonders. You can't imagine, umepata funding all through. This is through funding. These are good fridges. Look at the label. Kuza. And then muuzaji hapa ni mama. Hey. Mama wewe mama. Mama ndiye muuza samaki. Mama ndiye mwenye buchari hapa. Mama ndiye muuza samaki. Wacha tuuziwe samaki leo hapa na mwanachama. I'm inspired and I'm happy because of the freezers. I never knew solar can do these wonders. But umeona vile solar inaweza fanya. It can run 4 fridges. Hey. Freezers, not fridges, freezers. It's amazing. Hii ni picha halisi ya utalii wa kiikolojia, uvuvi endelevu, ongezeko la thamani na uhifadhi wa mazingira ya baharini, hatua ambayo ni nguzo muhimu za uchumi samawati. Mwaka huu katika sherehe za sikukuu ya Madaraka zilizoadhimishwa kaunti ya Homa Bay, serikali ya Kenya ikasisitiza tena kuhusu dhamira yake ya kuendeleza uchumi samawati. Na katika kaunti ya Kilifi, kikundi cha Umoja Self Help Group kimebainisha wazi kwamba jamii ikisaidiwa na kuwezeshwa inaweza kujilisha, kujikuza na kujijengea maisha bora kupitia rasilimali zinazotokana na bahari. Good. That is 2.5, around 890. Yeah. Good. This is enough for me for the whole month. Sisi kama shirika la habari MTV tutaendelea kuwaletea hadithi kama hizi, hadithi za mabadiliko, matumaini na nguvu ya jamii. Hii sio hadithi tu kuhusu ufugaji wa samaki. Hii ni hadithi halisia ya uchumi samawati. Mtazamaji, kipindi hiki ambacho nakigaramikia huku ni mbali sana. Huku mahali mbali sana. Kimeni cost kufika mahali hapa. Naomba tu support yako. Naomba support yako. Subscribe. 90% of my viewers, they have not subscribed. Why? Why have you not subscribed? Which reason do you have to tell me that you cannot subscribe? My people, support me. Support me. I need your support. Financially support. That's my M-Pesa number. Huku mali ni mbali sana. Transport peke yake ni shilingi 1,000 kuja. Kurudi 1,000 nyingine. I have to give somebody some money. Akubali kunizungusha. Unaelezea what is happening. Guys, naona mvua. Naona mvua. Naona mvua. Wapendwa, mvua na bahari inaanza kujaa. Naona huko? Mvua ndio hiyo. Acha nikimbie. Sitazima kamera. Lakini kamera ikiharibika mtanunulia nyingine. Wapendwa. Si mnaona mvua ndio hiyo? Acha nizime kamera. Sawa.